ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم يفتح أبوابها في وجوههم بكل باب منهم جزء مقسوم وتوسد عليهم في عمد ممددة فيها للغموم والغموم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فما منهم مرحوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة والفوز بالجنة والزحزاح عن النار لمن نطقها بصدق دون كذب ويقين دون ريب وعلم دون جهل وإخلاص دون شرك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية أقصاها وأدناها وهو أبر بني الدنيا وأنفاها وأبدل الخلق رشدا من ضلالتهم وفل بسيف لما عز عزاها دعانا إلى الإسلام وجنبنا عبادة الأصنام وسلمنا ذروة عز لا ترام ونثر يخوف شرك نثرا ليس له من بعده نظام عباد الله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن والده شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم وإياه أن اتقوا الله baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikhwatul iman wal islam sameh tusamah samehe na wapata kusamehewa na Allah tabaraka wa taala samahakallah samehe upate kusamehewa na Allah subhanahu wa taala hii ni khutba ambayo tutakwenda kukumbushana siku ya leo na asbahat ummatul islamiyyah ummatan mutafarriqatan ummatan mutashattitatan bal ummatan mashakil umekuwa umma wa Kiislamu umesambaratika na kutofautiana bal ummatan mashakil bal umekuwa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam umma wa matatizo umma wa mashakil bal intasharat amradul hasad wal hiqd wal baghdha bal maradhi ya hasad maradhi ya hiqd maradhi ya baghdha yamekuwa ni yenye kuenea katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam naam khusumat wal adaa khusuma na adui kila utakapokwenda kila ukizunguka waislamu wanahusiana waislamu wanachukiana sisi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatupa picha halisi ya maisha ambayo kwamba tuko nayo sasa hivi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna ash-shaytana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema inna ash-shaytana hakika ya shaytan qad aisa amekwisha kata tamaa ya kuwa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab hawezi tena kuabudiwa katika kisiwa cha Arabu lakini shaytan la'natullahi alayhi amekuja na njia mpya amefungua ukurasa mpya amekuja na mbinu mpya amefungua mlango mpya fi tahrishi bainahum
katika kugombanisha ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kugombanisha, kupandikiza chuki binafsi, uhasama, uadui baina ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Shaytan la'natullahi alayhi amefungua kurasa mpya, mlango mpya katika kugombanisha ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ili watakapokwenda Waislamu wanaosudiana. الإمام الدنيا في عصره الإمام الأعظم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الأعظم الشافعي رحمه الله تعالى anasema katika diwani yake maneno ambayo kwamba yanastahili kuandikwa na wino wa nuru. Anasema naibu zamanana wal aibu fina, ولو نطق الزمان لنا عجانا وليس ذئب يأكل لحم ذئب ولكن يأكل بعضنا بعضا آيانا. Angalia Imam Shafi'i rahimahullah anatupa picha halisi ya maisha ambayo kwamba tuko nao. Anasema naibu zaana wala aibu fina, tunazitia doa, tunazitia dosari, tunazitia aibu za mazetu, wala aibu fina, ilhali aibu tuko nazo sisi. Walau nataqa zamanu lana hajana, na lau zama zingetamka, Allah tabaraka wa taala ingezipa zama ulimi zikatamka, lana hajana, zingetushusua na kutuweka chini ya kwamba nini ndio ambao mnalaumu zama, lakini nini ndio ambao kwamba mna matatizo na mashakili, nini ndio ambao mnahusudiana, mnapandikiza chuki, uhasama. Al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema walaysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin walakin ya'kulu ba'duna ba'dan ayana. Walaysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin, hajapatikana mbwa mwitu kula nyama ya ndugu, kula nyama ya mbwa mwitu wenzake. Haitokwenda kupatikana nyama mbwa mwitu kula nyama ya mbwa mwitu wenzake, walakin ya'kulu ba'duna ba'dan ayana, lakini sisi tunatafunana wenyewe kwa wenyewe. Sisi tunakulana wenyewe kwa wenyewe. Ndugu Waislamu, sisi tunatumanisha wenyewe kwa wenyewe. Anayemtumanisha Muislamu mwenzake serikalini ni Muislamu, anayemfitiri ni mfitinaji ni Muislamu mwenzake, anayepandikiza chuki ni Muislamu mwenzake. Sisi tunakulana wenyewe kwa wenyewe. Ya'budu ba'duna ba'dan ayana, anayemharibia heshima ndugu yake Muislamu ni Muislamu, utukufu wake anayemharibia Muislamu ni Muislamu mwenzake. Walaysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin walakin ya'kulu ba'duna ba'dan ayana. Imam Shafi'i rahimahullah kama hilo alitoshi, anasema laita al-kilaba lana kanat mujawiratan walaitana la nara mimma nara ahada. إن الكلاب لتهدى في مواطنها والخلق ليس بهاد شرهم أبدا. Sikiliza maneno ya Imam Shafi'i, anasema laita al-kilaba lana kanat mujawiratan, laiti jirani zetu wangalikuwa si wanadamu bali wangelikuwa ni mbwa. Jirani zetu wasingelikuwa si binadamu, wangelikuwa ni mbwa. Tukigeuka kushoto tunaona wanyama, tukigeuka kulia tunaona wanyama. Walaitana lana mimma nara ahadan, laiti tungelikuwa tumuoni yoyote, hatumuoni mwanadamu yoyote, tukiangalia tunaona wanyama, tunaangalia mbwa. Kwa sababu gani? Innal kilaba latahda fi mawatiniha, wakati mwingine mbwa wanaweza kutulia katika majumba yao, wanaweza wakatulia wasiweke katika majumba yao. والخلق ليس بهاد شرهم أبدا, lakini wanadamu viumbe shari zao si zenye kutulia masaa 24. Anataka kuchunguza mwenzake anakula nini, anaenda nyumbani mwenzake anachunguza huyu anafanya nini. Angalia Imam Shafi'i anatufananisha na wanyama, kwa sababu tunazidi wanyama katika shari ambazo kwamba tuko nazo sisi wanadamu. Naam,
tabqa sa'idan idha kunta munfarida. Afadhali uende mbali na nafsi yako kuliko kubaki na jirani ambao kwamba ni wabaya. Tabqi sa'idan idha kunta munfarida. Wakati mwingine furaha, wakati mwingine saada inapatikana mtu akiwa peke yake kuliko kuwa na jirani ambao kwamba wanakutafuna, kuliko kuwa na jirani ambao wanakuchunguza, kuliko kuwa na jirani ambaye anakusengenya. Wajuni kulli humazatin lumaza. Wale wao wale ambao kwamba ni wenye kunabana kishogo. Allah tabaraka wa taala anasema, lakini sisi ndugu zangu katika imani tunasengenyana, tunahusudiana, tunaletiana fitna. Afadhali ukimbie nafsi yako uende mbali kabisa kuliko kubaki na mwanadamu. Wakati mwingine mbwa mwitu anaweza akatulia katika nyumba yake, lakini mwanadamu si mwenye kutulia katika masaa 24. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atana muhla. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatupatia muhla, anatupatia muda maalum. Atana 3 ayyam, anatupatia siku tatu za kuondoa matatizo yetu, kuondoa hasara wetu, kusameheana. Qala, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kwamba ilipokelewa na Abi Ayyub al-Ansari, as-sahabi al-jalil min sahabati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo kwamba ilipokelewa na sahaba mtukufu katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye Mtume alikuwa muhajira ila al-Madina. Alipokuwa kuelekea Madina alishukia kwa sahaba kama huyu Abi Ayyub al-Ansari. Anaelezea sahaba kama huyu, la yahillu limuslimin, Mtume anasema la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Anasema la yahillu limuslimin, si halali kwa muislamu an yahjura akhahu, kumbura ndugu yake Muislamu, fawqa 3 layali, zaidi ya siku 3. Utamsemesha ndugu yake Muislamu, utamfungia milango ndugu yake Muislamu, kumfungia vioo ndugu yake Muislamu zaidi ya siku 3, si halali. Yaltaqiyan, subhanallah, wanakutana hao Waislamu watu wawili, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, anageuza uso kana kwamba amemuona shetani, ilhali amemuona ndugu yake Adamu, amemuona ndugu yake Muislamu. Wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam, na mbora wao wale ambao kwamba atakuwa ni wenye kukutana ni yule ambaye kwamba ataanza na salamu. Msalimie, hata kama akinuna, hata kama akipasuka, hata kama akikasirika, msalimie. Asipoitikia atakwenda kujibu kwa Allah tabaraka wa taala, kwa nini hajaitikia salamu yako? Na Mtume katika riwaya nyingine anasema faman hajara, yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumbura ndugu yake Muislamu, asimsemeshe, asimsalimie, famata akafa, dakhala an-nar, anakuwa ni mwenye kuingia katika moto. Hivi sisi tunastahili moto Allah tabaraka wa taala kwa vitu vidogo. Tunaweza moto wa Allah subhanahu wa taala kwa vitu vidogo. Kwa nini tusameheane mzanguni katika imani? Kwa nini tusameheane? Katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hadithi ambayo kwamba msimuliwa na Abi Hurairah radhiya Mwenyezi Mungu subhanahu yake, anasema tuftahu, Mtume anasema tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لم يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tuftahu abwabul janna, milango ya peponi inafunguliwa yaumul ithnain wa yaumul khamis, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Fayughfaru likulli abdin,
la nushrik billahi shay'a. Allah tabaraka wa ta'ala atuma malaika mkawapatie bishara ya msamaha wale ambao wana tauhid, wale ambao hawamshirikishi Allah tabaraka wa ta'ala na kitu chochote. Illa rajul, isipokuwa mtu mmoja tu, hata kama ana tauhidi vipi, hata kama ameshikamana na tauhidi vipi, hata kama hafanyi shirki vipi, msimpatie bishara ya msamaha wangu. Arrajul kanat bainahu wa baina akhihi shahna, mtu ambaye kwamba baina yake na ndugu ya Muislamu wana ugomvi, wana uhasama, msimpatie msamaha wangu. Fayuqal, malaika wanaambiwa andhiru hadaini, wataonesheni hawa watu wawili, msiwapatie msamaha, waekeni pause, waekeni pembeni, hata yasqaliha, mpaka wapatane, mpaka wasuluhishane. Ikhwatul Islam, almautu yati baghtatan. Kila siku tunaona maiti zetu jinsi zinavyotisha. Kila siku watu wanakufa, tunaelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Hatujui wakati gani ambao malakul mauti atatutembelea. Ni vipi wewe ndugu yangu Muislamu utakufa hali ya kuwa unadongo na ndugu yako Muislamu, una uhasama na ndugu yako Muislamu? Ni vipi utakufa? Ni vipi utakwenda kuonana na Allah tabaraka wa taala? Naam, samih samahaka Allah, samehe ukote kusamehewa na Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anasema faman afa, yule ambaye atasamehe, wa aslaha, atasuluhisha, fa ajruhu ala Allah, ajira yake iko kwa Allah tabaraka wa taala, atapata ujira kwa Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala asema katika surah al-Baqara, wala tansaw al-fadla bainakum, wala msisahau fadla baina zenu nyinyi ambazo mmefanyana. Hivi ndugu zangu katika imani, mtu anakufanyia fadla zaidi ya miaka 10, anakubirimu zaidi ya miaka 10, anakufanyia wema zaidi ya miaka 10, lakini kwa kosa dogo tu, kosa kidogo tu, unakuwa ni mwenye kusahau fadla alizopata kufanyia miaka 10 iliyopita. Kwa nini? Allah tabaraka wa taala anasema wala tansawul fadla bainakum, msisahau fadla alizopata mmetendea na baina yenu. Angalia wema waliotangulia. Abu Bakar radhiyallahu anhu, mtoto wake Aisha radhiyallahu anha alisingiziwa na wanafiki, ikiwemo Abdullah bin Ubay bin Salul ya kuwa amefanya kitendo kichafu cha zinaa. Kasingiziwa, hali iliyompelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam kubabaika. Wakana Muhammad sallallahu alayhi wasallam baina mukadhibin wa baina musaddiqin, alikuwa yuko baina ya ukweli na uongo. Hivi ni kweli? Hivi ni uongo? Abu Bakar radhiyallahu anhu, ile hali ikawa ni yenye kumtishia, mpaka akamchukua mtoto wake akawa ni mwenye kuishi naye, akawa ni mwenye kuishi na mtoto wake Aisha radhiyallahu anha, kulingana na ile situation ambayo kwamba imepita. Wanafiki mkononi katika imani, sisi tunajifananisha na wanafiki wa zama hizo, tunagombanisha, tunaekiana fitna. Katika zama za Mtume, Abdullah bin Ubay bin Salul, masahaba walikuwa ni wenye kukasirika sana. Wakawa wanamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qumu bila nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min hadha almunafiq, tusimameni tuende tukamwombe Mtume sallallahu alayhi wasallam kafu an hadha al-adha al-munafiq, tuzuie maudhi ya huyu munafiki. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, innahu la yustaghathu bi wa inna ma yustaghathu billahi azza wa jalla, hakika mimi si mwenye kuomba msaada, bali anaitaka kuomba msaada ni Allah tabaraka wa taala. Angalia maswahaba walikuwa wamechukizwa mno na wanafiki, lakini Abu Bakar radhiallahu anhu, baada ya mtoto wake kusingiziwa, mmoja ya wale ambao walikuwa wamemsingizia Aisha radhiallahu anha, ilikuwa ni miongoni ambao Abu Bakar alikuwa anawapatia msaada. Abu Bakar alikuwa na mali,
Abubakar akaapa, wallahi simsaidii tena, nampatia msaada, lakini anamchunganisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na mke wake Aisha radhiallahu anha, situwe msaada tena, napata msaada. Famadha hadatha wa madha jara, ni kitu gani ambacho kwamba kilitokea baada ya Abubakar kusitisha msaada, kuapa ya kuwa hatakwenda kumsaidia tena? Ni kitu gani ambacho kwamba kilikwenda kutokea? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada shukura. A'udhu bihi min sharri nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. فماذا كان البلاغ القرآن الكريم؟ Ni kitu gani kilitokea? Allah tabaraka wa taala alifanya nini? Aliteremsha nini kutoka sab'a samawati? Albalagh alquran alkarim. Qur'an ilikuja kusema nini kuhusiana na tukio zito kama hili la Aisha radhiallahu anha kusingiziwa na Abu Bakar kuapa ya kuwa hatakwenda kuwasaidia tena? Allah tabaraka wa taala akateremsha aya anasema, wala ya'tali ulul qurba ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة wala wasiape wale wanazo fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, wasaati, na wasaa mzuri wa maisha Allah amewajalia mali, wasiape. Aliyutu ulil qurba, ya kuwa hawatakwenda kuwasaidia tena watu wao karibu, wal masakin, na maskini mbalimbali, wal muhajirina, na muhajirina mbalimbali waliogura fi sabilillah, katika njia ya Allah, waliafu, bali wasamehe, waliyasfahu, watupilie mbali kabisa. Ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum, hijamtaki nini Allah tabaraka wa taala msamehe makosa yenu? Wallahu ghafurur rahim, na Allah tabaraka wa taala ni msamehevu, ni mrehemevu. Baada ya kushika aya kama hii, Abubakar akalia akasema, kwa nini sitaki kusamehewa? Kwa nini usinisamehe Allah? Akawa ni mwenye kulia Abubakar, na akawa ni mwenye kurejesha msaada. Hivi ndivyo Qur'an ilikuja kutufundisha Waislamu, kuwafundisha wema waliopita kina Abubakar kina Umar, na pia vile vile kutufundisha sisi ya kuwa hata kama tutakuwa tuna tukio vipi, lakini tusamehe. Al-afu wat-tasamuh min shiyamil muttaqin, kusamehe ni katika sifa za wacha Mungu. Ikiwa utakuwa unasamehe, unamsamehe ndugu yako Muislamu, min shiyamil muttaqin, kusamehe ni katika sifa za wacha Mungu. Na Allah tabaraka wa taala anasema, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, yakimbilieni maghfira ya Mola wenu mlezi, na mkimbilia pepo ambayo kwamba ardhuha samawati wal ardh, upana wake ni mbingu na ardhi, uiddat lilmuttaqin. Pepo kama hii inapatiwa wale wacha Mungu. Sikiliza, wacha Mungu ni kina gani? Alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra, ni wale ambao wanatoa mali zao katika wakati wa raha na katika wakati wa shida. Wakiwa katika mudi wanatoa mali zao, wakiwa katika nje ya mudi wanatoa mali zao. Walkadhimina al-ghayza, wacha Mungu ni wale wanazuia hasira zao. Lakini sisi tumefanya majabari leo, ukiwa unakosea unarusha ngumi, unarusha mateke, hutaki kusamehe. Kwa nini? Allah tabaraka wa taala
al-ghaiba, wacha Mungu wanazuia hasira zao. Wal afina 'anil nas, wacha Mungu wanawasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah tabaraka wa taala anawapenda wanaofanya mema. Angalia, Allah tabaraka wa taala anatupatia baadhi ya sifa za wacha Mungu, ya kuwa ukiwa ni mwenye kuzuia hasira zako, wewe ni mcha Mungu. Ukiwa wewe ni mwenye kusamehe, wewe ni mcha Mungu. Ikiwa wewe unapenda mema, wewe ni mcha Mungu. Tunataka sisi kuwacha Mungu. Hatutaki pepo ya Allah, pepo ambayo kwamba upana wake ni mbingu na ardhi. Mzangu katika maturudi nyuma, tusameheaneni kwa yale ambayo kwamba ndugu zetu Waislamu wametukosea. Angalia Khalifa Harun al-Rashid. Khalifa Harun al-Rashid katika uongozi wake alikuwa ni mmoja kupelekewa chai na vijana ambao kwamba walikuwa ni watumishi wake. Akawa ni mmoja kupelekewa chai, chakula, baadhi ya matunda. Bali kijana mmoja akawa ni mmoja kuteguka, akamwagilia chai Khalifa Harun al-Rashid. Kanzu yake ikawa ni yenye kuchafuka, sura yake ikawa ni yenye kuharibika, akapanga na mori, akapanga na hasira. Khalifa Harun al-Rashid akawa ni mmoja kupanga na hasira. Angalia, kijana amehifadhi Qur'an, akamzuia Khalifa Harun al-Rashid, akamwambia, ya amira al-mu'minin, tadhakkar qawla Allah wal kadhimin al-ghayza. Ay amir al-mu'minin, kumbuka Allah tabaraka wa taala ametaja sifa za wacha Mungu, na miongoni mwa sifa za wacha Mungu ni wale ambao kwamba al-kadhimin al-ghayza, wanazuia hasira zao. Amir al-mu'minin akarudi nyuma kidogo, hasira zake zikashuka kidogo, akasema kadhamtu al-ghayb, naam, nimezuia hasira zangu. Kijana akasema tena, ya amir al-mu'minin, ya amir al-mu'minin Harun, wacha Mungu wa kweli ni wale ambao kwamba al-afina 'anil nasi, wanasamehe watu. Khalifa akarudi nyuma kidogo, hasira zake zikashuka tena, akasema, naam, afautu anka, ewe kijana, nimekusamehe. Ya vile kijana akasema, ya amir al-mu'minin, ewe amir al-mu'minin, kumbuka Allah tabaraka wa taala amesema, tadhakkar qawluhu taala wallahu yuhibbul muhsinin. Allah amesema tena, Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kufanya ihsan. Amir akasema, ashhadu Allah atlaqtu sara'aka fa anta hurran lillah, nashuhudia kwa Mwenyezi Mungu nimekuacha huru leo lillah, kwa ajili ya Allah. Angalia tukio dogo tu na kumwagiliwa chai, amir akakumbusha maneno ya Allah baada ya kuwa hasira imempanda. Kijana akawa ni mwenye kumkumbusha sifa za wacha Mungu. Amir al-mu'minin akarudi nyuma, akawa ni mwenye kuathirika na Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala. Mbona sisi tusiathirike na Qur'an? Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu tusiathirike nayo. Baada ya hapa tukawa ni mwenye kusameheana, tukawa si wenye kuhusudiana tena, tukawa hatufanyi ufitini. Kwa nini ndugu zangu katika imani? Ashabul qulubul kabira hum alladhina yusamihun. Ashabul qulubul kabira, wale watu ambao wana mioyo mikubwa, hum alladhina yusamihun, ni wale ambao wanasamehe. Ukiwa una moyo mdogo huwezi kusamehe. Ikiwa sisi tuna mioyo midogo hatuwezi kusamehe, kwa sababu wale watu ambao wana mioyo mikubwa ndio ambao wanasamehe. Angalia katika Fathu Makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekomboa mji mtukufu wa Makkah. Wale watu ambao walikuwa ni wenye kusumbua, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigana vita kweli kweli mpaka wameweka mateka.
mtume kaja pale والناس حوله ينتظرون ما هو فاعل بمشرك قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلاده وأهموا بقتله وقاتلوه ينتظرون ونقجea ما هو فاعل بمشرك قريش huyu mtume leo atafanya nini hawa washirikina wa Quraysh alladhina adauhu ambao kwamba walimuudhi mtume alifikia mahala anaekewa kinyesi alladhina adauhu ambao walimuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam wa akhrajuhu min biladihi wakamtoa mji wake mtukufu wa Makkah wahamu bikatilihi wakazimia kumuua wakataluhu wakampiga vita leo atafanya nini mtume wanasubiria mtume ataleta amri gani wafanywe nini ma tadununa anni fa'ilun bikum nadhani vipi nitafanyieni nini leo hivi mnadhani nitafanyieni nini leo mtume anawauliza angalia walivyosema anasema wakasema akhun karimun ibn akhi karim wewe ni kaka wetu mkarimu na kijana wa mzee wetu ambaye kwamba alikuwa ni mkarimu baba yako wewe Muhammad alikuwa mkarimu utalipiza kisasi utakwenda kutusamehe mtume sallallahu alaihi wasallam aliyahuruma anatufundisha sisi umma kwamba tutakuja leo tukiwa wale kusamehe mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idhabu nendeni wa antum tulaqa'u sasa hivi mko huru huyu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupigwa matukio angalia kina Abu Bakar baada ya kupigwa matukio lakini Qur'ani ikashuka wakawa ni wenye kusamehe Qur'ani ikawaathiri wakawa ni wenye kusamehe kwa nini sisi tusisameheane ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alisamehe ikiwa Abu Bakar radhiallahu anhu alisamehe ikiwa masahaba walisamehe mbona sisi tusameheane ndugu zangu katika imani samahaka Allah samehe na Allah tabaraka wa taala atakusamehe inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عض عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من باقي رسالة رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الحاقدين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين اللهم انصرنا على القوم المذبذبين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله أعلم ما تصنعون أقم الصلاة